Ndugu yenu naitwa Mchungaji Peter Jonas Mpega. Ninamtumikia Mungu kanisa la Betheli Assemblies of God. Kanisa hili ambalo mimi nimepewa dhamana ya kuliongoza linapatikana katika mji wa Kahama, eneo linaitwa Nyasubi, nyuma ya shule maarufu kabisa ya Loken Hill. Hapo ndipo tunapatikana. Kwa hiyo tunapatikana kwa urahisi kabisa, na tupo hapa tukijifunza sana habari za ufalme wa Mungu. Wa kuwaambia watu hao, kwanza ni lazima tujue kwa nini wanakuwa hivi. Kimsingi maandiko yanatufundisha vitu vizuri sana, lakini kuna maandiko pia ambayo yanachangia kuwapotosha watu. Kuna mafundisho ambayo yanakuwa dhaifu na manyonge. Biblia inasema, Paulo aliwaandikia Wagalatia sura ile ya 4, akaelezea kuhusu mafundisho yaliyo manyonge yenye upungufu. Sasa watu wengi, namshukuru Mungu sana, mwaka huu 2026 unaona mwezi mtukufu umeambatana na Kwaresima. Watu wote wa Kristo kwa Waislamu wote tulitakiwa kuanza kufunga siku moja. Ni mwaka wa tofauti sana. Sasa kwa kawaida kabisa wenzetu Waislamu wanaamini mwezi mtukufu ni mwezi wa toba, na watu wengi hata ambao wana wanawake ambao hawakufunga nao ndoa huwa wanajitenga nao, na wengine hawapikiwi hata iftari au uji na wale wanawake, lakini wanaenda hivyo. Baada ya mwezi mtukufu tu mwanamke yule anampikia chochote anachotaka, huyo hamwachi. Unaona, yani anamwacha tu kwa muda. Mwingine anaacha kuvuta sigara, anaacha kunywa pombe, mwezi huo anajitakasa. Sasa kwa nini anapata toba mwezi huo mmoja, na baada ya mwezi mmoja ile toba ni kama inayeyuka na ule mwezi? Nafikiri ndio swali lako la msingi. Sasa jibu jepesi ni mapokeo. Mapokeo watu wamepokea tu kutoka kwa viongozi wa dini, wamekalilishwa, kwa hiyo hawaijui ile kweli. Sasa Biblia inatufundisha vizuri. Yesu anasema mtaijua kweli na ile kweli itawaweka huru. Sasa hatufungi kwa mazoea, yani tunafunga tu kwa sababu yani ni utaratibu au ni ratiba. Hapana, lengo la kufunga ni kujitakasa, unautiisha mwili. Toba ya kweli ya kwanza inaanzia katika mwili wako mwenyewe, maana Biblia inatufundisha vizuri, unasema itoeni miili yenu ndio dhabihu ya kweli yenye kupendeza. Unaona, kumbe ndio dhabihu yenye maana ya kwanza, ni sadaka ya kwanza. Unapofunga, unapoutiisha huu mwili ili upate ondoleo la dhambi, hii ni sadaka nzuri kabisa, inazidi sadaka nyingine zote za fedha, ng'ombe na kadhalika. Sasa watu wamekalilishwa kwamba ukifunga masaa 12 vyovyote vile mwezi huu ukamaliza siku 30, yamkini ukaongeza na 6, na wengine ukafunga siku 40, dhambi zinaondoka. Sawa. Sasa Yesu alifundisha tujifunze tu, hata kwa mwanamke aliyepelekwa amefumaniwa amezini na Mafarisayo, wamempeleka wamemshtaki. Sawa, Yesu aliwaambia asiye na dhambi kati yenu hao wa kwanza kumtupia mawe. Walisambaa wote. Lakini nini sasa anaambia yule mwanamke? Enenda zako usitende dhambi tena. Sasa kwa nini hao watu wanakuwa wanarudia dhambi? Yani anatubu mwezi mmoja, baada ya mwezi anafungulia, na mwingine anafanya mara 2 zaidi. Ni kwa sababu hana toba ya kweli. Yani hafungi kwa kumaanisha kutoka moyoni mwake ili apate ondoleo la dhambi. Anafunga kwa sababu ni agizo la dini, ni agizo la kanisa, ni agizo la msikiti. Anafunga ili kutimiza tu yale maelekezo na maagizo ya viongozi wa dini. Na hawa viongozi wa dini wameyatoa wapi? Na wao ni mapokeo, wamepokea kutoka kwa wazee waliotangulia. Lakini toba ya kweli ikiingia ndani, ndio maana unakuta mtu alikuwa ni mwizi, wako watu walikuwa majambazi. Ndugu mtangazaji, wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi mwaminifu. Wako wachungaji wengi leo ni wahubiri wazuri, lakini historia yao, wengine walikuwa majambazi kabisa, wengine walikuwa walevi wa kutupwa. Mfano wao ni mimi mmoja. Mimi niliwahi kunywa mpaka gongo ya mavi. Nafikiri wewe unaweza ukawa hata huijui.
Gongo inatengenezwa kwa mavi ya zamani, choo kile cha siku nyingi. Watu fikiria dhambi ilivyovuka mipaka. Wanachukua kile kinyesi wanatengeneza gongo. Ile gongo ya kwanza inamwagwa, ya pili, ile ya tatu ndio kiwa sema kali kweli. Kunywa gongo ya namna hiyo. Lakini nilipopata ondoleo la dhambi, kiu ya dhambi ikaondoka, sijawahi kunywa pombe tena. Leo namhubiri Kristo. Kristo anajitwalia utukufu. Kiu ya pombe iliondoka zaidi ya miaka karibu 20 sasa. Dhambi haikurudi tena, sikuwahi kunywa pombe tena. Sasa uzinzi ni hali kadhalika. Mtu alikuwa mzinzi, uzinzi unaondoka ni moja kwa moja. Lakini hii mtu anatubu leo, kesho anarudia dhambi. Ina maana hana toba ya kweli, ni mapokeo. Anafanya tu hayo ili kutimiza yale maagizo ya dini yake. Kwanza, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, mimi najifunza sherehe hizi za, kwa mfano Krismasi kwa Wakristo, Pasaka kwa Wakristo na Idi kwa Waislamu. Hizi sherehe zina maana kubwa sana, na siku za nyuma wazee wetu waliotutangulia walizisherehekea kwa kumaanisha, lakini siku hizi ni maigizo. Na sherehe hizi ndugu mtangazaji, utakubaliana na mimi, wapagani ndio wanaozisherehekea zaidi ya walengo. Kwa nini? Fuatilia tu, Pasaka inakuja, angalia, fuatilia wenye baa, ndio siku hiyo watafanya biashara kuliko siku zote. Kwa nini wafanye biashara kuliko siku zote? Ina maana wapagani ndio wanaosherehekea zaidi kuliko walengo. Siku ya Idi, fuatilia tu, ndio watu watafanya ukahaba sana, ndio watu watauza nguruwe sana, ndio watu watauza pombe sana. Kwa nini? Ni kwa sababu yani ule uhalisia wa ile sikukuu haupo. Sasa wanaotakiwa kusherehekea sikukuu hizi waliokusudiwa ni wale Wakristo wa kweli, na Idi ni wale Waislamu wa kweli. Sasa Muislamu wa kweli huwezi kumkuta baa, Muislamu wa kweli huwezi kumkuta anazini. Lakini hawa sasa, kwa sababu nasema sherehe hizi sasa, kwanza huku kwenye kufunga ni watu mapokeo, na kwenye sherehe ni hivyo sasa, yani wanasherehekea wasiostahili. Kwa hiyo mimi wito wangu, tuachane kabisa na habari ya mazoea. Kwanza ni kujitaabisha bure kwa kufunga mwezi wote. Sasa unajitaabisha, unashinda na njaa, lakini huna toba ya kweli, unabaki na dhambi ndani. Sasa na siku ya sherehe tena, badala ya kumpa Mungu utukufu, unampa shetani utukufu. Maana ukifanya zina umempa utukufu shetani, ukilewa pombe umempa utukufu shetani. Lakini ukiiba, maana wako vibaka nao, siku hiyo ndio nao sikukuu yao, watu wanaenda kusherekea, wao nao ndio wanajipanga kuiba. Unaona? Kwa hiyo watu wanampa shetani nafasi, wanampa shetani utukufu. Ombi langu, ushauri wangu, wapendwa, tugeuke, tutafute kumjua Mungu na kutenda yale mapenzi ya Mungu. Kwanza tukumbuke tutakufa. Sasa mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi yoyote unayofanya mshahara wake ni mauti. Kwa hiyo tunapoingia kwenye toba, tutubu kweli, na tunaposherehekea, tusherehekee kwa kumaanisha, kwa kumpa Mungu utukufu na sio shetani. Kwa hiyo atakayeelewa siku ya Idi ni mtumishi wa shetani, anampa utukufu shetani. Atakayezini anampa utukufu shetani, atakayeiba anampa utukufu shetani. Kwa hiyo ushauri wangu, kwa kuwa nimepata fursa hii, ni waombe kabisa, kama ulikuwa na mtazamo huo, geuka, tubu. Hasira ya Mungu imewaka. Mshahara wa dhambi ni mauti. Utavuna unachokipanda. Huo ndio ushauri wangu.